sababu watu walikuja walipiga picha na hamna msaada wowote. Wanachukua picha tu, unakuja unapewa sangilia 40,000 20, hamna chochote. Najua Asia ameshaenda nje, kaambia Asia hajaenda kokote, Asia ni yupo. Kwa toka hapo tena hatukupata jibu lolote, tulibaki pale kwenye benchi, tulirudi na tukakata tamaa. Kwa hujawahi tena kumpeleka Muhimbili kumrudisha? Sikumrudisha kwa sababu tena nilikuwa sioni mwelekeo. Nirudisha nyumbani, tukabaki nikawa naenda tu makanisani kuomba, yani kokote nakusikia naenda naomba. Wakati wa madaktari wanasema kwamba anatakiwa aende India, alikuwa ameshafikia hii hatua au alikuwa bado upande mmoja ndo una uvimbe? Ni upande huo mmoja. Ulikuwa ni upande mmoja? Ni upande mmoja huo. Lakini haya mavimbe haya yalikuwa bado. Sababu hichi ni kidonda. Kwa hiyo baada ya kuongezeka, maana uliona vimeongezeka vimefika upande mwingine, ulijaribu tena ba kurudi hata kuambia naona hali inazidi kuwa sio nzuri labda? Hapana, sijajaribu kwa sababu pale silikuwa sijui sasa nimshike nani. Na sina mwongozo aina yote. Kila ninavyojitahidi, kwa sababu baada ya kuishia hapo kuna msaada pia ulikuja waandishi wa habari ili kumsaidia. Tuliojiwa nyumbani, niliojiwa mimi mwenyewe, aliojiwa mgonjwa, akaojiwa pia na jirani. Sasa yule mwandishi wa habari alisema kwamba anahitaji kwenda kuoji na shule kwa wanafunzi, kwa mwalimu mkuu. Lakini baada ya hapo swala la shule, kufika shule, yule mwandishi wa habari, mwalimu mkuu alikataa. Sababu yule mwandishi wa habari akanipigia, bwana, mimi nimekuja shule nimestopishwa kwamba mwalimu anakataa hapa kuojiwa. Vipi? Kwa sababu yule mwalimu mkuu aliniambia anahitaji huyu ana msaada na ndugu yake ana msaada. Nimpe zile dokumenti za hospitali. Zile karatasi za hospitali. Nimpelekee na picha zake ili ana mtu wake wa msaada. Msaada wa mtu wake wa nini? Au amtibie, yani anasema anataka kumtibia. Kwa hiyo anataka zile karatasi za hospitali za Muhimbili na anataka na picha zake ili ampelekee yule wa mtu wa msaada. Ila mimi nilikataa kwa sababu watu walikuja walipiga picha na hamna msaada wowote. Wanachukua picha tu, unakuja unapewa sangilia 40,000 20, hamna chochote. Kwa hiyo mimi nikawa nakataa tena, mtu akimtaka picha, wakitaka nani, sitaki. Maana hapa nilipo hata picha moja ana, zote zilichukuliwa. Yeye anakuja anahitaji picha. Na baba yake yuko wapi? Baba yake alitangulia mbele za haki, aliniachia mtoto toka na miaka 3. Ndo. Pole sana. Asante. Sasa Mama Asia, Watanzania sasa hivi wanakuangalia, wanakusikia. Ni kitu gani ambacho unatamani Watanzania wakifanye? Mimi nilikuwa na serikali kwanza hapo pia inakuangalia. Unatamani kitu gani wafanye kwa mwanao? Nilichokuwa natamani, kwa sababu toka kuna ile huduma Muhimbili ilikuwa ni miaka mingi, toka na miaka 7. Kwa sasa hivi, maana kipindi kile walisema nataka kwenda nje, kuliko sasa hivi siwezi kusema kwamba moja kwa moja. Ila ninachohitaji kwamba naomba Watanzania ni Mama Samia, mimi nachoomba msaada kwa mtoto wangu apate huduma. Naomba Mama Samia, hapa najua niliko na niangalia, Gwajima, wakubwa wote wa serikali, naomba mnisaidie. Naomba Watanzania wote, wasanii wote, naomba mnisaidie. Najua hapa mnaniangalia, naomba mnisaidie. Mwananchi mwenzenu, mtoto wangu apate huduma, kwa sababu toka aanze kupata huduma alikuwa na miaka 7 nyuma. Kwa hiyo naomba ianze tena, kama kuna msaada uanze tena process nyuma, aanziwe tena, ajue, maana mwanzo sio kama sasa hivi alivyokuwa. Naomba ianze tena, waanzie ni tatizo nini, ili mwanangu apate msaada, apone kama wenzie. Sawa. Kwa hiyo sasa mtu akihitaji kukuona, akihitaji kukupata ili aweze kusimama na wewe, aweze kusimama na binti yetu nzuri, anakupata kwa namba gani? Namba ananipata 0695053464. Irudie tena. 0695053464.